Mwalimu, karibu kwenye kipindi chetu hiki cha Sifa na Kuabudu kinachopatikana kwenye chaneli yetu ya Ibada Halisi TV, na leo tuko hapa tunatamani tujue mambo machache yanayohusiana na ibada ya sifa na kuabudu. Kabla hatujakwenda mbali, natamani tunijue majina yako. Unaitwa nani mwalimu? Karibu. Asante, naitwa Elizabeth Minga. Elizabeth Minga. Hapa kanisani EAGT Galilaya hapa Uyole. Wewe unahudumu kwenye eneo gani hasa kwenye eneo la sifa na kuabudu? Mimi ni mwimba kwaya, pia ni mwalimu wa kwaya. Okay, ni mwalimu wa kwaya. Hapa kanisani tuna kwaya ngapi? Hapa kanisani tuna kwaya 2. Ndio. Ambazo hizo kwaya ndio kubwa za mahali hapa. Unaweza kuzitaja majina? Ndio, kwaya moja inaitwa The Winners Gospel Choir. Na nyingine inaitwa Revelation Choir. Amen. Wa The Winners Choir pamoja na Revelation Choir ambazo zote zinapatikana hapa kanisani, kanisa la EAGT hapa Uyole Galilaya, kwa mchungaji Riziki Ng'ondia. Katika utumishi wenu wa kumtumikia Mungu kwenye eneo lenu la uimbaji, ni changamoto gani mnakutana nazo katika eneo hilo la utumishi? Changamoto tunazokutana nazo ni vile kama nimefundisha wimbo mimi kama mwalimu, tunatakiwa tuje tukarekodi. Michango inasuasua kidogo, kwa hiyo haturekodi kwa wakati. Na mimi kama mwalimu napenda nikisema jamani, siku fulani tukarekodi, twende tukarekodi. Sasa michango inasuasua hivyo tunachelewa kwenda kurekodi. Okay. Na pale michango inapokuwa imesuasua kwenda kurekodi, huwa mnatumia mbinu gani mwalimu? Kwa sababu mwalimu ni taaluma, lazima uwe na techniques nyingi za kuhakikisha jambo lako linafanikiwa. Unatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba jambo la kwenda kurekodi linafanikiwa? Mbinu tunayotumia, huwa tunapunguza michango kidogo, maana tuna mfuko wa kwaya. Tunachota kidogo kwenye kwaya, hivyo tunawaambia wanakwaya wachange kidogo ili tu waende tukarekodi kwa wakati. Amen. Hizo fedha mnazo na zimekaa kwenye mfuko. Hapa nazungumza na benki. Sawa, mwalimu, umezungumza hapa kanisani mnazo kwaya 2. Mara nyingi sana kuna misemo hiyo inasemwa huko nje, pengine kwa sababu sio mambo ya kiroho sana ama vinginevyo. Wanasema mafahari wawili hawawezi wakakaa kwenye zizi moja. Nyinyi mmewezaje kukaa kwenye zizi moja, Revolution Choir pamoja na kwaya ya The Winners Choir? Mmewezaje kukaa kwenye zizi moja? Sisi tunamshukuru Mungu. Kiukweli tunapendana. Na kinachosababisha tupendane kwanza ni maombi. Tunaomba sana, Mungu anatusaidia, anatupa upendo, na ndio maana tunapendana. Kuna chochote, yani hatugombani kama kwaya zingine. Kweli huko nje ukiangalia wengi wao yani wanakuwa kama na mashindano fulani hivi ndani ya kwaya, mashindano ambayo hayampendezi Mungu. Lakini sisi hicho kitu hatuna. Tunapendana, tuko kitu kimoja, na tukisema twende tukahubiri sehemu, tunaenda wote. Muda mwingine tunachanganyikana wote, kwaya 2 zote tunaimba wote kwa pamoja nyimbo zetu. Asante mwalimu. Pengine ni faida gani ambazo mnapata sasa pale ambapo mmekaa pamoja? Ni faida gani ambazo mnazipata kama kwaya zote 2 hivi mnafanya huduma pamoja? Faida gani kubwa ambayo mnanufaika nayo sana kwenye huo umoja wetu? Tunanufaika huo umoja wetu. Kwa mfano labda tukitoka nje kwenda kuhubiri, kwa hiyo tunamwomba mchungaji wetu kwanza, tunaomba twende tukahubiri nje. Kama ni Jumapili hivi, tunamwambia jioni tunaenda tukahubiri nje. Kwa hiyo tunaenda wote, kwaya zote 2, tunachanganyikana tunaenda kuhubiri nje. Mimi naona faida tunayoipata ni kuwahubiria watu, wanajua neno la Mungu, wanaokoka, na pia tutaenda wote mbinguni kwa hao watu waliookoka. Hongereni kwa kazi nzuri ya kuhakikisha mnahubiri Injili na inawafikia wa mataifa mengi. Mnapokuwa huko kwenye field huko nje kuhubiri Injili huko, naamini kuna namna watu wanawachukulia na nini. Ni changamoto gani ambayo mnaipata sana mnapokuwa kwenye viwanja vya mikutano huko kwenye kuhubiri Injili huko nje? Kuna baadhi ya watu wanabeza kwamba hao walokole tu waongo, lakini sisi hatuangalia watu wanavyoongea. Tunajua sisi tunamtumikia Mungu. Kwa hiyo tunafanya tu, tunafanya jambo kwa sababu sisi kwanza tumeokoka. Hatuangalia hao watu wanaosema mnabeza. Sisi tunajua tunamtumikia ni Mungu. Hivyo hatuangalii, na tunaendelea kila siku kutoka nje na tunahubiri. Hatuangalia watu wanasemaje.
Na tamani nipate uzoefu kidogo wa huduma yako hii ya uimbaji, hususan kwenye hilo eneo lako la ualimu. Una muda gani nalo kwenye uzoefu wa ualimu? Kwa ualimu nina uzoefu kama miaka 3 katika kwaya hii, na uzoefu kama miaka 3. Ninaamini ni mzoefu wa kutosha mwalimu. Pengine unapokuwa kwenye eneo lako hilo la utumishi ya ualimu na nini, kama mwalimu binafsi, changamoto gani ambazo unakutana nazo kama mwalimu binafsi kwenye utekelezaji wa majukumu yako ya kila siku kwenye eneo hilo la uimbaji? Changamoto ninazozipata, kuna baadhi ya nyimbo unaweza ukatunga vizuri, lakini yani unatamani kwaya ifike sehemu fulani, au huyu mwimbaji na huyu au anakuwa anatamani waimbe hivi ninavyotaka mimi, lakini utakuta wanashindwa pale ninapotaka waimbe. Kwa hiyo na mimi huwa naona changamoto. Sasa nakuwa kama ngoja tu niendane nao hivyo hivyo, lakini inakuwa mimi sipendi hivyo. Hata baadhi ya step tulikuwa tunafundishana, natamani wacheze step ambayo sio kila mtu aiige hiyo step, yaani yule mtu anayeiga apate shida, lakini wanakuwa wazito. Kwa hiyo na mimi hiyo ni changamoto kwangu. Bila shaka hayo ni mambo ya kimaumbile ambayo kila mtu kuna namna Mungu alivyomuumba, anaweza akafanya vile ambavyo anataka kufanya, lakini wengine akashindwa. Hizo ni changamoto za kawaida ambazo taratibu naamini wanaweza waka-adapt wakaenda pamoja na wewe. Labda kwa kuhitimisha mwalimu, ni faida gani kubwa ambayo umeipata katika kumtumikia Mungu kwenye hilo eneo la uimbaji? Binafsi wewe kwenye eneo la uimbaji umepata faida gani? Yaani faida kubwa, kwanza mimi napenda kuimba. Na ninavyopenda kuimba, hata nikija kanisani naimba, moyo wangu hata kama nilikuwa na stress sijui za nyumbani huko zinaisha kabisa. Hilo la kwanza, na fly na pressure nakuwa sina hapo. Sasa ni faida pia namshukuru Mungu katika uimbaji ninaeneza Injili. Maana watu wakisikia nyimbo zetu, maana ni mahubiri tosha, wakizisikia watu wataokoka kupitia nyimbo zetu. Mimi naona ni faida kubwa sana kwangu. Asante. Hapa kwenye utangulizi wangu nilitoka kusema kwamba tunazungumza na mwalimu wa kwaya, lakini pia ni kipindi chetu cha sifa na kuabudu. Natamani sasa watu wanaotusikia huko nje wapate ratiba walau hapa kanisani ibada ya sifa na kuabudu huwa inaanza muda gani, ili pia yule ambaye yuko nyumbani ajitahidi kupanga ratiba zake vizuri na kukimbia kuja ibadani ili asije akakosa kipindi hiki kizuri ambacho kinaongozwa na Revolution Choir pamoja na The Winners Choir. Hicho kipindi na mimi natamani siku moja nikiwahi. Hebu tuambie kwamba huwa kinaanza muda gani? Kipindi cha sifa na kuabudu kinaanza saa 4 kamili. Maana ndio ibada yetu inaanza, tunaanza na pambio, zote hizo ni sifa na kuabudu. Baada ya pambio kuisha ndio tunaanza kwaya mbalimbali. Labda wale ambao sasa wako majumbani wanatamani waimbe, wengine wana vipawa mbalimbali, wana karama za kuimba na nini, lakini wako majumbani wameshindwa waanzie wapi, unawaambiaje? Unawatamanisha nini hasa? Yaani nawaambia hivi, karibuni kanisani jamani. Mtajifunza mambo mengi. Wewe mwenye kipaji usikae nacho nyumbani, njoo kanisani tujifunze. Yaani karama yoyote uliopewa na Mungu, ukija hapa kanisani utafanikiwa, utabarikiwa na utajifunza zaidi. Kama wewe ni mwimbaji, utakuwa mwimbaji wa kimataifa. Karibu, usikae nyumbani huko, Mungu anakupenda. Asante mwalimu. Ninatamani sasa kwa kuhitimisha tupate utuelekeze kanisa letu linaitwaje, linapatikana wapi na mchungaji wetu ni nani, ili sasa na wengine ambao wako huko majumbani waweze kupata anwani ya kuweza kufika hapa kanisani. Kanisa letu, kwanza kabisa, sisi tuko mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbeya mjini. Tupo Uyole, mtaa wa Jelele. Kanisa letu linaitwa EAGT Galilaya. Mchungaji wetu anaitwa Mchungaji Nathanaeli, anaitwa Riziki Nathanaeli Ng'ondia. Karibuni sana. Asante. Na mpenzi mtazamaji wa Ibada Halisi TV, nilikuwa na mwalimu wa kwaya hapa kanisani ambao wamekuwa wakihudumu katika kipindi cha sifa na kuabudu, si mwingine ni mwalimu Elizabeth, na ameeleza namna ambavyo ibada za hapa zinakwenda na namna ambavyo huduma hii ya uimbaji ambayo ni huduma pendwa sana kwenye maeneo mengi
imekuwa ikifanyika kwenye majengo mengi ya ibada, na umeshuhudia, nafikiri umejifunza mengi, lakini zaidi sana amekukaribisha katika kanisa hili la EAGT Galilaya hapa Uyole kwa mchungaji Riziki Ng'ondia. Ibada kama alivyosema zinaanza saa 4 kamili. Tunatamani na wewe huko siku moja ujiongee hapa. Mimi nimejionea na nimeona vile ambavyo watumishi wa Mungu hawa wanamtumikia Mungu kwa viwango vya juu sana. Na mimi nilikuwa nikikuletea kipindi hiki ni mtoto wa Paul, na nyuma ya kamera yuko Meshaki, bila kusahau dada yetu Rehema. Karibu sana. Shalom, shalom.